mwenye kuzinga komborela nilimfanya mjinga. Kila nilipobutua yeye mwenzangu alizinga tu. Leo zamu yangu mimi. Giza, kwani jana umeshindwa kupokea simu zangu? Unafanya familia ishi kwenye giza kama jina lako lilivyo. Giza, tutaishi hivi mpaka lini? Kwanza nikuombe radhi mke wangu kwa yote ambayo yametokea. Sikupenda iwe hivi. Lakini jana mkuu alituita. Kulikuwa kuna kikao. Na nafikiri unafahamu sana kipindi hiki cha chaguzi. Sasa huwa wakubwa wakituita katika kujadili masuala mazima ya usalama, hakuna yeyote ambaye anaweza kuingia na simu. Wakuu huwa wakituita kwa ajili ya vikao kujadili masuala mazima ya usalama wa nchi, huwa haturuhusiwi kabisa kuingia na simu. Sasa basi, nilifikiri kwamba hiki kikao kitakuwa ni cha muda mfupi, lakini nimejikuta tukitoka usiku sana. Nilishindwa kukupa taarifa kwa sababu nilitegemea kitaisha mapema tu. Giza, mimi sijakataa. Yaani unashindwa kuchukua hata sekunde mbili tu kunitumia ujumbe. Mke wangu, leo sitaweza kufika nyumbani. Fungina hata milango, je tungevamiwa na majambazi. Hapana. Usizungumze hivyo. Haya majukumu yetu ya kazi huwa yana changamoto sana. Na kwa sababu ilikuwa ni midnight karibu na asubuhi, nikashindwa hata tena kukusumbua kwa sababu niliamini utakuwa umelala. Na kwa sababu muda wa kurudi nyumbani ulikuwa umekaribia kufika, nikasema acha kuche tu nitarudi nyumbani ili nije nikueleze. Na hii yote ni kwa sababu nisingeweza mimi kutoka nje ikiwa watu wako ndani ya kikao. Alafu tunazungumzia masuala mazima ya usalama. Alafu mimi nadili na simu kwa ajili ya kupigia familia. Tayari ningekuwa kuna mashaka, na ndio dhumuni kubwa sana la kuacha simu na kutoruhusiwa kuingia na simu. Hivyo naomba univumilie. Naomba unielewe mke wangu. Na kuahidi nitajirekebisha kwa hili. Lakini unanifanya nionekane ni mwanamke ambaye anakosa uvumilivu. Mwanamke mjinga. Mwanamke ambaye anaongea sana. Kwa sababu ni mtu ambaye haubadiliki. Pole sana. Ondoa shaka. Na kuahidi haitojirudia.